Mtazamaji wa Laizer Digital TV, siku ya leo tumekutana na mgombea wa kiti cha makamu wa rais serikali ya wanafunzi chuo kikuu Mzumbe mwaka 2025-26. Ataweza kujitambulisha mbele ya watazamaji wa Laizer Digital TV na pamoja na kunadi sera zake ili wanafunzi wa chuo kikuu Mzumbe wafahamu kile ambacho atakwenda kukifanya pale atakapo pata ridhaa ya kuwa makamu wa rais serikali ya wanafunzi chuo kikuu Mzumbe. Karibu sana, ujitambulishe watazamaji wa Laizer Digital TV wa kufahamu kwa majina. Karibu sana. Nashukuru. Kwa majina yangu naitwa Veronica David Bey na ni mwanafunzi wa mwaka wa pili. Ninasoma procurement chuo kikuu Mzumbe na ninawania nafasi ya makamu wa rais serikali ya wanafunzi chuo kikuu Mzumbe regime 2025-2026. Asante sana watazamaji wa Laizer Digital TV na wanafunzi wa chuo kikuu Mzumbe pamoja na umma wanapenda kufahamu kwamba endapo utapewa ridhaa hii ya kwenda kuwa makamu wa rais, utakwenda kuwatendea mambo gani mema katika uongozi wako? Nashukuru sana kwa swali zuri. Nitakapoingia katika uongozi wangu huu na Mungu akinipa kibali cha kusimama kwenye nafasi ya makamu wa rais, nitaweza kuhakikisha kwamba tutakuwa tuna project ambazo zinahusiana na uwazi, nikimaanisha transparency and accountability kati ya viongozi, Mzumbe management pamoja na wanafunzi. Hiyo itasaidia kuweza kudili na changamoto lakini maoni mbalimbali ambayo watu wanayo, kwa sababu nina uhakika tunaweza tukaja na sera mbalimbali lakini sera zisiguse hitaji la mtu binafsi mhusika kama mhusika. Kwa hiyo tunavyoweza kutengeneza platform hiyo ya uwazi na kuweza kutengenezea flow of communication between the students, government pamoja na wanafunzi, italeta urahisi wa kuweza kufahamu ni kitu gani wanafunzi wanakipitia, ni changamoto gani wanakumbana nazo, ni kitu gani wanatamani wakipate na ni pongezi gani wanatoa kulingana na kile ambacho wamekiona kimefanyika kama maendeleo katika mazingira yao. Kwa kupitia njia hiyo na mfumo huo, ninaamini kabisa tutaweza kushughulikia matatizo mengi na changamoto nyingi tukiwagusa wanafunzi, ustawi wao pamoja na ubora wao katika masuala ya academics. Asante sana, asante sana. Ndugu mgombea, kwa siku ya jana tuliweza kufuatilia vizuri hasa kwenye presidential debate. Jana ulikuwa katika kiwango kizuri sana na uliweza kupokelewa kwa mikono miwili. Naomba uambie watazamaji wa Laizer Digital TV pamoja na wanafunzi wa chuo kikuu Mzumbe ambao wamebeba dhamana ya kukupa wewe ridhaa ya kwenda kusimama kwa niaba yao. Naomba uambie nini siri ya mafanikio. Je, ushawahi kuwa kiongozi huko nyuma, kwa una experience na leadership? Kwa sababu mwitikio jana ni mkubwa sana na watu wamekushangilia kweli kweli. Karibu sana. Asante sana kwa swali zuri. Kwa mwitikio uliokuwepo siku ya jana, naweza kusema ni neema ya Mungu kwanza iliyonibeba, lakini pili ni mahusiano ambayo ninayo na watu hao ambao walikuwepo siku ya jana kwa ajili ya kusikiliza kile ambacho nilikuwa nacho kukiwasilisha. Lakini tatu, kama alivyotangulia kusema, nimewahi kuwa kiongozi ndio, na mpaka sasa bado ni kiongozi ambaye ni katibu msaidizi wa association ama affiliation ambayo tunayo chuo kikuu Mzumbe inayoitwa Mzumbe Procurement and Logistics Association, kifupi chake ni MUPLA, ambapo nimefanya kazi na nimeweza kutengeneza matokeo mazuri, kuweza kuendesha semina mbalimbali, kuweza kugusa mahitaji ya watu zaidi binafsi lakini pia zaidi na watu kwa ujumla wote darasani. Kwa hiyo iliweza kunitengenezea mazingira mazuri ya kuweza kuishi na watu na kufahamu mahitaji yao, lakini kuweza kujua namna ya kuwahudumia. Lakini pia mbali na hayo ni kiongozi maeneo mengine mbali. Kuna organization nyingi ambazo zingine ni executive officer, zingine ni executive director, lakini pia kuna maeneo mengine kama kanisani ninahusika sana. Kwa watu wengi wamenifahamu kupitia maeneo hayo na mahusiano ambayo ninao pamoja na wao ni mazuri kusema kweli. Asante sana ndugu mgombea, na imebaki siku moja kwenda kufanya maamuzi sahihi kuhusiana na uchaguzi huu wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu Mzumbe. Unawaambia nini wanafunzi kutoka FST, wanafunzi kutoka FOL kwa maana Faculty of Law, wanafunzi kutoka School of Business, wanafunzi kutoka SOPAM, wanafunzi kutoka FSS, wanafunzi kutoka IDS? Unawaambia nini kuelekea tukio hilo, hasa katika mazingira ya kukupa wewe ridhaa ya kwenda kusimama kwa makamu wa rais? Nashukuru sana. Kitu ambacho kidogo ninacho cha kuambia wanafunzi wenzangu katika kila faculty, katika kila kitivo, katika kila shule, ninawaomba kura zao siku ya Jumamosi waweze kujitokeza kupiga kura na wasisahau ID zao ambazo watapaswa kuwa nazo ili kuweza kupiga kura. Na ninachowakumbusha ni kwamba wanapaswa
kuenda na chaguo sahihi, wanapaswa kwenda na kile ambacho wanakiona sahihi, wasisukumwe na influence zozote ambazo ziko mbali na vile ambavyo wanatarajia kutoka kwa mtu huyo. Kwa hiyo waweze kuchagua kiongozi ambaye ni sahihi, na mimi nikiwa ni mmoja wa viongozi hao ambao ninawania nafasi ya makamu wa rais, ninaomba kura zao. Ikiwa itawapendeza waweze kunisimamisha katika nafasi hiyo niweze kuwatumikia katika kipindi hichi cha 2025 2026. Asante sana ndugu mtazamaji wa Laizer Digital TV, ilikuwa naye mgombea dada yetu Veronica, na ameweza kunadi sera zake mbele yenu, na imebaki siku moja, ni siku ya Jumamosi, siku ya kwenda kufanya maamuzi. Nafikiri wote mmesikia sera nzuri kweli kweli. Sisi Laizer Digital TV ni kuhakikisha kwamba tunawafikishia sera za wagombea popote pale mlipo kidigitali zaidi. Asante sana. Hii ni Laizer Digital TV.